ambalo limeandikwa katika kitabu cha Injili ya Yohana, Injili ya Yohana Mtakatifu 19 mstari wa 28 hadi wa 30. Tafakari tunaipata Injili ya Yohana 19 mstari wa 28 hata na ule wa 30. Neno la Mungu linasema, na imani tumepata wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Injili ya Yohana 19 mstari wa 28 mpaka 30. Neno la Mungu linasema, baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chomboni kimejaa siki, basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae tutafakari. Tafakari hii ambayo tunaipata Injili ya Yohana 19 mstari wa 28 hata na ule wa 30. Tunaona namna gani Yesu alikuwa akipita katika mapito yale ambayo ya mateso makali. Bwana Yesu asifiwe. Na hata alipofika pale msalabani, tunaona namna gani ambapo alikuwa akiteswa na wale maaskari wake. Mstari wa 28 anasema, baada ya hayo Yesu hali akijua kuwa yote yamekwisha kumaliza, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hali ya kawaida tu ya kibinadamu, hata sisi tunapokuwa tumetembea pengine kwa umbali kidogo, tukipigwa jua hivi, nasema kwamba unapofika nyumbani unaagiza maji ya baridi. Bwana Yesu asifiwe. Ileteni maji ya baridi, au basi unaenda mahali kwenye kivuli unakaa. Lakini Yesu alivumilia ya mateso. Bwana asifiwe sana. Alivumilia ya mateso hata walipokuwa wakitafakari. Chomboni kukawa na kitu kinaitwa siki. Manake wakaona wampe. Wakati wakimpa, tunajua siki ni kimiminika. Bwana Yesu asifiwe. Chenye asili ya asidi ambacho kina uchungu ndani yake, lakini kina uchachu ndani yake. Amen. Lakini wakaona ndio wampe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sifongo zile ambazo zilitumika zikiwa na aina ya kama kitu chenye kubeba unyevu, kwa sababu tayari Yesu alishakuwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu huwezi kupeleka mkono, basi walichonga kile kitambaa au mfano wa brush ili na kuoshea vyombo, na kuosha vyombo linaona vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo maaskari hao walifanya, wakachonga ile inayoitwa sifongo ikalowana, lakini wakatumia ile fito yake kuweza kumpa kwenye kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ikawa ni sehemu ya kumfanya Yesu Kristo pale msalabani ayapitie yale mateso makali. Na baada ya hapo Yesu akapewa tena kitu kinaitwa hisopo. Maana yake ni utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 30 anasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Yesu alipokuwa akipita mapito magumu, lakini yeye alitazama msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Alitazama msalaba kama ndio sehemu ya yeye kupata kimbilio lake. Amen. Kwa hiyo mateso aliyopitia Yesu, kupigwa kwake, kutemewa mate, kupigwa mijeledi, kupigiliwa ile misumari, na hata kuchomwa ule mkuki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikubali mateso hayo. Na hata hatua zote alizopitia, changamoto zote katika maandiko tuliyoyasoma na mapito yote yale 9, Yesu alivumilia mateso. Bwana Yesu asifiwe. Nikusii na wewe mpendwa siku ya leo, yale magumu unayoyapitia leo, Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni kwenye uchumi, iwe ni kwenye ndoa, iwe kwenye maisha tu ya kawaida, iwe kwenye magonjwa, na yote unayoyaona kwako ni magumu. Bwana asifiwe. Tazama njia ya msalaba. Mtazame Yesu mwenyewe, kwa maana yeye ndio kimbilio letu.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu alibariki jina lake, na tuyatende yale yanayompendeza Mungu ili tuendelee kukumbuka siku yake. Amen.